ushirikiano ambayo inatoa na shirikisho la vyama vya wafanyakazi Zanzibar na kwa kazi nyingi inazozifanya katika maendeleo ya taifa letu. Kama nilivyosema mwanzo kwamba shughuli hii ya maonesho haya ni miongoni mwa ratiba ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi ambayo imetolewa na shirikisho. Takriban shughuli zote nilizozitaja tunafanya pamoja, lakini hapa leo tulitaka kutoa fursa kwa wafanyakazi kupata huduma kwa urahisi na zikashughulikiwa papo kwa papo. Kwa hiyo nitoe wito na mimi, baada ya shukrani kwa wizara, kuanzia kwa Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu, Kamishna, Mrajis na watendaji wote, kwamba wananchi wafike kupata huduma hii. Mabanda haya hapo kwa muda wa wiki mzima mpaka tarehe 17, na pia tunafikiria kama pengine tunaweza kuongeza 18, 19 kujua kwamba wafanyakazi wanakuja kupata huduma katika mabanda yetu. Lakini mwisho nitoe wito kwa wafanyakazi wote na wananchi kwamba ratiba iliyobakia kuna mambo ya aina 3. Ratiba ya kwanza, kuna kongamano ambalo litafanyika tarehe 28 katika ukumbi wa Sheikh Idris Abdul Wakil, ambapo Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais atakuwa mgeni rasmi, na lingine ni maonesho ya huduma ambayo yatafanyika katika viwanja vya Dole kuanzia tarehe 27. Yale ya wajasiriamali yataanza tarehe 25 na yale ya taasisi za serikali yataanza tarehe 27 na yatamaliza tarehe 3. Kwa hiyo tutoe wito kwamba wananchi wote wafike kuangalia huduma na nguvu za wafanyakazi, kwa maana jasho la wafanyakazi linavyotumika katika kuleta tija na kuleta huduma bora kwa wananchi. Lakini cha msingi kwamba siku ya maadhimisho Mheshimiwa Rais tarehe 1 atakuwepo. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi kwenda kumuunga mkono, na sisi kutakuwa na shughuli nyingi, kutakuwa na burudani, kutakuwa na zawadi zitatolewa, kutakuwa na maandamano ya magari, maandamano ya wajasiriamali, maandamano ya wafanyakazi na maandamano ya magari vile atakuwepo. Kwa hiyo wafike, lakini la msingi tunaisubiri hotuba ya Mheshimiwa Rais ambayo ataitoa siku hiyo. Hii hotuba inatolewa kwa mara moja kwa mwaka, na sisi wafanyakazi tunakuwa na matumaini makubwa sana kwa hotuba hiyo. Kwa hiyo tujeni kusikiliza Mheshimiwa Rais atatuahidi nini au atatutekelezea nini kwa mwaka mwingine ujayo. Waziri wa Kazi anamteua mrajisi wa vyama vya wafanyakazi kwa ajili ya kusimamia vyama. Kwa hiyo kazi kubwa ya mrajisi wa vyama vya wafanyakazi na jumuiya za ajira kwanza ni kusajili hivyo vyama vyenyewe. Bila kusajili hapana kazi. Ili kazi ziwepo, basi kwanza anavisajili. Na katika kusajili inabidi watimize masharti wa vyama. Kwanza wajiorganize, watimie angalau watu 20 na kuendelea, wanaleta maombi yao, wanajaza fomu, wanakuja na katiba yao, tunaipitia, tumejiridhisha inaendana na matakwa ya chama, tunawasajili. Kwa hiyo ni kazi moja ya vyama. Lakini la pili, baada ya kusajili pia, kwa vile kisha kusajili unataka uangalie, je, vinafanya kazi kama vilivyojipangia wenye wao kwenye katiba zao au kama ilivyo sheria ya mahusiano. Basi mrajisi anafanya ukaguzi kwa vyama na matawi yake. Kwa hiyo kazi nyingine ya mrajisi ni kufanya ukaguzi kwa vyama vya wafanyakazi vyote pamoja na matawi, kuangalia vinaendaje, vinafanya mikutano yao kama ilivyojiwekea, wako wangapi kwenye tawi, kuna mwenyekiti, kuna katibu wa tawi, kunafanywa mikutano ile ya kamati tendaji na vitu kama hivyo, kuna mahusiano mazuri je na mwajiri. Vitu vyote vinahusiana na chama basi tunavikagua kupitia huo ukaguzi wa vyama. Kio kuwepo kwa hivi vyama vyenyewe kwa maana kwamba havijafutwa, kwa maana kwamba bado tunafanya kazi vizuri alhamdulillah. Kwa hiyo hili moja la fanikio, kwa sababu kama tungesema vyama tumefuta kungekuwa hakuna tena shamra nyingine zozote. Kwa hiyo hili moja la fanikio, lakini fanikio jingine ni kwamba tumekuwa na mashirikiano kwa kusema ukweli kwa vyama. Kwa mfano kama nilivyotangulia kusema mwanzo, kama kuna issue yoyote ambayo inahusiana na vyama tunapeana taarifa.
Kama kuna mabadiliko ya jambo, tunapeana taarifa kwa barua. Kuna malalamiko, wamekuwa wanaitumia ofisi ya mrajisi vizuri. Kuna hizi ajira, kuna watu wanawaleta kutoka Tanzania bara kuja Zanzibar kuja kufanya kazi za majumbani, kazi watoto wanaouza mayai zile. Kuna watoto wengine wanaletwa kuombaomba, kwa hiyo tunaanza kuwadhibiti pale kuanzia bandarini. Kwa hiyo tumeweka dawati kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana 2025 mpaka sasa hivi tuna miezi 9. Kwa hiyo tunaanza kuwadhibiti kuanzia pale kuja chini. Napata ile elimu na wao watakapokuja kuwa wakubwa jinsi gani waweze kujifundisha zile kazi za Lakini katika sehemu za kilimo, mzazi ni mkulima, kwa hiyo huwa anamchukua mara moja mwanawe kwa katika kilimo. Ile ni sehemu ya kujifunza. Lakini kuna wazazi wengine, hao ndio tunabidi tunawapa elimu. Mtoto hafanyi kazi yoyote, yani hasomi school wala hasomi chuoni. Mtoto anafanya kazi pale. Mzazi tunamchukua, tunamwelimisha. Akiwa haelewi, tuna sheria yetu, tunawafahamisha. Tukishafahamisha kwa taratibu nyingine, ambao walikuwa hawasomi, kwa hiyo wamerudi school na endelea na kusoma. Kwa hiyo kuna watoto wengi, na kama hivi karibuni tulipofanya ziara katika hizo fukwe, tulipokwenda katika fukwe za upande wa mkoa wa Kaskazini, kusema ukweli hakuna watoto ambao wanafanya hizo shughuli za ajira. Sehemu nyingi hakuna kwa kweli. Sehemu ambayo tumebaini labda ni upande wa kusini bado hilo ni tatizo, lakini tushafanya vikao na masheha na tushawaelimisha mpaka masheha wasiwaruhusu watoto muda wa skuli, kuachia watoto ende sehemu za pwani. Watoto waruhusiwe labda siku ya Jumamosi jioni au Jumapili au Ijumaa jioni, wale wakati ambapo chuo hakuna. Kwa hiyo na katika mikakati ambayo tumeipanga kuanzia mwezi wa 7, tunataka sasa kupita katika mashehia. Mwitiko kwanza wa wafanyakazi, kwa sababu wafanyakazi wengi hawajui haki zao na wajibu, hawajui muda gani ambao wachukue kuja kuleta malalamiko katika kitengo chetu, kwa sababu wengi wanakosa haki zao kutokana na ule muda ambao wanakuja kwetu, inakuwa muda umeisha wa kuja kufungua shauri katika kitengo cha utatuzi na usuluhishi wa migogoro ya kazi. Kwa hiyo ile inapelekea mtu kukosa haki yake. Kija pale katika kitengo chetu nje ya siku 14, kwa sababu natakiwa ndani ya siku 14 baada ya kufukuzwa kazi uje ufungue shauri lako. Kwa hiyo ukija baada ya hapo, shauri lako kama halitokuwa na hoja za msingi za wewe kufungua condonation, halitosikilizwa. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto, watu wanalalamika, wanakosa haki zao na wajibu katika kazi. Kwa hiyo tunakagua katika maofisi ya binafsi na ya serikali. Tunawapitia wafanyakazi kuwapa elimu ya usalama na afya kazini jinsi inavyotakiwa iwe, na tunapokea changamoto zao na tunazichukua changamoto zao na kuzifanyia kazi.